Ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji. Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa hapa Channel 10. Mtazamaji, kabla sijamleta kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, acha nikupe ratiba za ibada. Ni kila Jumamosi saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Unaweza ukazungumza moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kupitia namba 0754 36 78 26. Unaweza kufuatilia ibada hizi moja kwa moja kupitia Maranatha TV online, lakini pia unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii ya mtumishi wa Mungu. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa Mchungaji Katunzi utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Sasa twende kwenye somo letu. Somo linaitwa msalaba. Ni vita vya kisadaka kimadhabahu. Fungua Warumi sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliyemwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana, tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa, tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepokea wokovu. Twende Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo amkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Andika namna hii: lengo au malengo matatu ya somo letu. Msalaba unapotajwa kwenye maisha yako, ndani ya somo hili kuna malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza, upate kutambua wewe kwamba msalaba ni vita vya kimadhabahu dhidi ya madhabahu za kikabila, za kiukoo, za kifamilia na za kitaifa, ambazo zimeinuliwa kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho. Twende Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila
na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Maandiko yako wazi kabisa kwamba Kristo Yesu wakati anakwenda msalabani, hakwenda pale kutengeneza sinema, bali alikwenda kufanya vita dhidi ya madhabahu zilizokuwa zinashikilia watu katika ulimwengu wa roho tokea kwenye lango la kabila. Kwa lugha ya somo letu, alikwenda kufanya vita, na gharama ya vita ni damu yake mwenyewe imwagike. Lengo amkomboe mwanadamu toka katika mafungo ya kimadhabahu aliyofungwa tokea kwenye mlango wa kuzaliwa kwake, mlango wa asili yake wa baba yake na mama yake, ambao ndani yake unamuingiza kwenye kabila, unamuingiza kwenye ukoo, unamuingiza kwenye familia, unamuingiza kwenye taifa. Kwa sababu umezaliwa wewe na mwanamke, asili yako ya kuzaliwa, chimbuko lako la kuzaliwa, nyuma yake kuna madhabahu. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye kwa asili yake hana madhabahu. Kutokuijua madhabahu ya asili yako haina maana kwamba hiyo madhabahu haipo. Ndio maana Yesu anasema, nimekuja kwenye lango la kabila, ili wale walioshikiliwa kwenye kabila fulani, kwenye ukoo fulani, kwenye familia fulani, kwenye taifa fulani, wauone msalaba kama sadaka ya ukombozi kwao. Kwa hiyo msalaba ni vita vya kisadaka dhidi ya madhabahu. Lengo la pili la somo letu, utumie msalaba kufanya vita vya kisadaka dhidi ya madhabahu zinazoshindana na wewe kinyume katika ulimwengu wa roho. Kwa ukiuona msalaba kama silaha, maana yake utapata ushindi wa msalaba. Wakolosai 1:13. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Unapousoma msalaba wa Yesu Kristo, Yesu anaeleza kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka wa 28. Anasema, hii ndiyo damu imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Maandiko yanaeleza waziwazi kwamba Kristo ametukomboa toka nguvu za giza. Tulizozipata wapi? Kwenye madhabahu. Kwa hiyo hapa tunamuona Yesu Kristo anamfuatilia mwanadamu, kwa sababu tunapoongelea dhambi ya mwanadamu ina chanzo. Kwa hiyo dhambi ina sababu kuwepo kwa dhambi. Kama kuna uovu, kuna sababu ya kuwepo uovu, na kama kuna laana, kuna sababu ya kuwepo laana hizo. Kwa kuna watu wanaongelea dhambi kama sijui kituko au kama kitu kiko hewani. No, Biblia inasema wote wamefanya dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu tokea Adamu alipoasi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3, uharibifu kaingia kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu anapozaliwa, anazaliwa chini ya dhambi. Kwa ni lazima dhambi tuishinde kutokea kwenye kona zote, na kona mojawapo ni ya kimadhabahu, ambazo zile zinasababisha walioko chini ya hizo madhabahu wawe walevi, wawe wazinzi, wawe wezi, wawe watu wa ajabu. Na hizo madhabahu zimebeba roho chafu zinazotumikisha wanadamu kwenye dhambi. Sasa wengine tunapoongelea madhabahu hawaelewi kabisa. Nafikiri ni kabati au meza. Madhabahu ni kitu cha kiroho kabla ya kuwa kitu cha kimwili, na msalaba ni kitu cha kiroho kabla ya kuwa kitu cha kimwili.
Kwa usichukulie msalaba kama mti. Mimi siko kwenye mti wa msalaba, nipo kwenye msalaba. Tunapoongelea msalaba wa Yesu Kristo, hatuongelei mti kwamba uende ukachonge mti wa msalaba utembee nao begani unasema napambana na madhabahu. Hiyo haina maana. Tunaongelea madhabahu kwa jicho la rohoni, na tunaongelea msalaba kwa jicho la rohoni, kwamba Yesu alipokuwa anakwenda msalabani alikuwa anakwenda kufanya nini? Kwa kitu kimoja wapo, alikuwa anakwenda kutukomboa. Anasema Kristo alituokoa toka nguvu za giza. Maana yake anafanya vita zidi ya nguvu za giza, zidi ya mizimu, zidi ya mashetani, zidi ya majini, zidi ya roho chafu zitendazo kazi ndani ya wanadamu. Kwa ni lazima uelewe mwanadamu kwamba kwa kutaka kwako ama kwa kutokutaka kwako uliwekwa chini ya vifungo vya giza ambavyo sasa vimemleta Yesu ulimwenguni ili akukomboe kupitia msalaba. Kwa msalaba ni vita vya kisadaka dhidi ya madhabahu za miungu. Kwa msalaba ni madhabahu ya Bwana inayofanya vita vya kisadaka dhidi ya madhabahu za miungu. Kwa ukombozi wetu uko msalabani, kwenye madhabahu ambako sadaka inawekwa. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, aliwapenda wanadamu hata akamtoa. Kwa Yesu msalabani anafanyika sadaka, anatolewa ili akukomboe wewe, ili anikomboe mimi dhidi ya nguvu za giza. Kwa hiyo kisha kuwa ni Mkristo uliyezaliwa mara ya pili ukaokoka, kwa lugha nyingine umetangaza vita dhidi ya nguvu za giza. Kwa hiyo usije ukashangaa unapoona unakabwa. Ukikabwa kabana. Sasa mwingine akikabwa anafadhaika, mchungaji nimekabwa, nimeamka kabisa mchungaji, naona kama sina Mungu. Tafasiri ya vita vina pande mbili. Andika, kuna upande wa adui unakupiga na kuna upande wako unapiga. Tafasiri ya vita ni pande mbili. Kwa shetani amewekwa ashindane na wewe, na Yesu amewekwa ashindane na shetani. Kwa sababu wewe unakaa ndani ya Yesu, umemkataa shetani, maana yako umeasi. Na kwa sababu umeasi, watakufuatilia mchana, watakufuatilia usiku, waone kama watakushinda. Na wewe wafuatilie mchana, wafuatilie usiku, nina uhakika utawashinda. Warumi 8:37. Msalaba ni silaha ya ushindi kisadaka inayotushindia dhidi ya nguvu za kisadaka. Kwenye msalaba kuna sadaka. Lengo la hiyo sadaka ushinde. Ndio maana tumesoma ile Wakorintho wa kwanza 5:7. Anasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Kwa hiyo msisitizo hapo, Yesu ni sadaka madhabahuni, na madhabahu ya Yesu inaitwa msalaba. Hakuna madhabahu inayopigana vita pasipo sadaka. Msalaba ni sadaka. Juu ya msalaba kuna sadaka ya Pasaka. Pasaka ni sadaka kabla ya kuwa sikukuu. Pasaka inakuwa sikukuu kwa walioshinda. Pasaka haiwi sikukuu kwa walioshindwa. Wanaisherekea Pasaka baada ya kushinda miungu ya Misri, na wewe unaisherekea Pasaka baada ya kushinda dhambi, na wewe unaisherekea Pasaka baada ya kushinda mizimu ya kwenu, na wewe unaisherekea Pasaka baada ya kuyashinda majini na vibwengo na vinyamkera. Kwa uwezi ukasherekea Pasaka wakati umeshikiliwa na vinyamkera na vibwengo. Utakuwa unafanya kitu usichokijua kiimani. Twende Warumi 8:37 wapendwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda
katika yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakao kuwepo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote akitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kama unataka ushindi wa mezani, wokovu umekushinda. Ukristo maana yake ni kushindana ili ushinde. Kwa Biblia inasema katika mambo yote tunashinda. Mambo yote unayopitia, yawe ni ya kwenye kabila lako, yawe ni ya kwenye ukoo wako, yawe ni ya kwenye mtaa wako, yawe ni ya kimila, yawe ni ya kimajini, katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa katika ulimwengu wa roho unapokea ushindi kiimani, ili utumie ushindi wa Yesu Kristo msalabani kushinda vinavyoshindana na wewe. Katika ulimwengu wa roho unapokea kwanza ushindi unaoupata kupitia sadaka iliyowekwa msalabani. Kwa lugha nyingine, unapokea kwanza ushindi wa msalaba. Unamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake unapokea ushindi wa msalaba. Utumie ushindi huo kushindana na wanaoshindana na wewe, ili ushinde na zaidi ya kushinda. Ukimwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, yeye anachokifanya kwa imani katika ulimwengu wa roho, unapokea ushindi. Maana yake Yesu kupitia sadaka ya Pasaka ametushindia. Kwa imani umeshinda. Kwa imani nimeshinda, tunashinda. Jukumu lako baada ya kuokoka, utumie msalaba kama ushindi wako kushindana. Hasa kosa la Wakristo wengi, akishashindiwa anaenda ukaa chini ya msalaba, anasema utamshindia. Hapana. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Maana yake ni lazima uingie kwenye vita ili upambane na mauti, ili upambane na magonjwa, ili upambane na wenye mamlaka, ili upambane na viinukavyo kinyume na uokovu wako. Kwa kwenye uokovu hakuna mtu aliyeokolewa astarehe, bali tumeokolewa tushindane ili tushinde. Kwa masuala ya kujiregeza ukakataa kushindana, wafa. Vita vya kiroho vinapiganwa. Kwa ni lazima Mkristo yoyote aelewe kwamba uokovu hatuupati mezani, uokovu tunaupata msalabani. Kwa msalaba ni sadaka inayotuletea ushindi zidi ya sadaka. Ndio maana baada ya kuokolewa sasa, Bwana anapiga marufuku. Baada ya kuokolewa na Yesu Kristo, Bwana anapiga marufuku, usitoe sadaka zako tena kwa mizimu ya baba zako. Sio naenda kaburini kwenda kutoa sadaka. Hapana. Hatutoi sadaka makaburini tena. Hatutoi sadaka kwenye mibuyu tena. Hatutoi sadaka njia panda tena. Hatutoi sadaka kwenye miungu. Ni marufuku. Mambo ya Walawi 17:7, waache wanaotambika watambike, wewe ni Mkristo, marufuku. Anasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Msisitizo upo kwenye tena. Maana yake usirudie tabia ya kutoa sadaka kwa majini. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao uwafata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa ni sheria milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo hapa Mungu anapiga marufuku kwa mtu ambaye ameingia vitani kutafuta msaada wa kiroho kwa majini,
kwa Mkristo uliyemwamini Yesu kutafuta msaada wa kiroho kwa majini. Na wanaotafuta msaada wa kiroho kwa majini wanapeleka sadaka, na wanaotafuta msaada wa kiroho kwa Mungu wanapeleka sadaka. Kwa hiyo kila madhabahu ina sadaka zake zinazonena juu yake. Injili ya Luka sura ya 12 ule mstari wa 31 mpaka 34, Biblia inasema, kauzeni mlivyo navyo mkatoe sadaka. Na anasema kwamba sadaka zenu zilipo ndipo na mioyo yenu ilipo, ndipo na msaada wenu ulipo, ndipo na ushindi wenu ulipo. Sadaka inakupa nafasi kwenye madhabahu ya Bwana. Sadaka yako itakapokuwepo, maana yake lazima uiweke iwepo. Kwa unapopeleka sadaka kuna sehemu unaipeleka. Na hawa waliokuwa wanaenda kwa majini walikuwa wanapeleka sadaka kwa majini, kwenye viringe vya wachawi, kwenye viringe vya uganga wanapeleka sadaka. Lengo kubwa ni kujishikamanisha na hizo madhabahu za miungu. Kwa unapouangalia msalaba kwa picha hiyo, utagundua kabisa msalaba sio mti, ni zaidi ya mti. Msalaba ni madhabahu iliyobeba sadaka ya ukombozi. Msalaba ni madhabahu uliyobeba sadaka ya ukombozi, inaitwa Pasaka. Wakorintho wa kwanza 5:7. Pasaka wetu amekwisha kutolewa lini? Msalabani. Lengo afanye vita vya kisadaka dhidi ya falme za giza, dhidi ya falme za kuzimu, dhidi ya marango ya giza yanayomtesa mwanadamu. Kwa wewe Mkristo usipoona hilo, utahangaika na msalaba wa kuchonga. Kwa hiyo tunapofanya vita vya kiroho, hatuwezi kwenda kinyume na msalaba. Ukakurupuka huko bila msalaba ukapambana, hauwezi kushinda. Mahali pa kusimama ni msalabani pa Mwokozi. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba. Kwa kwenye msalaba kuna neno. Yohana sura ya kwanza mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, naye neno akavaa mwili akaja kwetu. Huyo neno huyo. Wakati Yesu anakwenda msalabani, kibiblia ni neno linakwenda msalabani. Yesu ni neno. Yohana sura ya kwanza mstari wa 1 hadi wa 5. Yesu ni neno. Pasipo huyo neno hakuna kilichofanyika. Kwa unapofanya vita vya kisadaka, lazima ulione neno kwenye msalaba linalokupa mwongozo wa kupigana vita. Kwa huyo neno yuko msalabani, amebeba ujumbe ambao unakupa nguvu wewe. Neno yuko msalabani, ana ujumbe. Kwa Bwana anapoangalia msalaba, analiangalia neno lililoko msalabani. Bwana analiangalia neno lililoko msalabani. Yeremia 1:12 anasema, ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Likiwa wapi? Msalabani. Ndio maana Yesu kama neno alipingwa kwenda msalabani kwa maneno. Petro anamwambia, Bwana hautakwenda. Yesu akamwambia, rudi nyuma shetani. Yesu hakuwa na maana kwamba Petro ni shetani, isipokuwa neno Petro alilosema limetoka kwa shetani, lirudi nyuma lishindwe. Kwa ukishukua shetani ni nyoka, unapotea. Nyoka alibeba neno. Ukichukulia shetani ni karagosi, si kitu gani, si kibuyu, umepotea. Si kila kibuyu ni shetani, na sio kila nyoka ni shetani. Kwa shetani anapoleta neno, anaweza kulivisha kwenye kitu chochote. Kwa shetani alipoingia ndani ya nyoka, nyoka kaongea. Lakini Mungu alipoingia ndani ya punda wa Balamu, punda akaongea. Kwa ili Mungu afanye kazi,
anatumia vitu halisi, na shetani afanye kazi anatumia vitu halisi vyenye mwili. Ndio maana Yesu kama roho alikuja akavishwa mwili, akaingia tumboni kwa Maria miezi 9 avae mwili ili awaokoe wenye mwili. Kwa wenye mwili watapokea ujumbe wa Mungu kupitia kwa wenye mwili, lakini ujumbe wa Mungu. Tunaposimama mahali hapa madhabahuni, mimi naomba Mungu niseme nini? Kwa huyu neno akavaa mwili. Kwa ni lazima ulione neno kwenye msalaba wa Yesu Kristo lenye kutia nguvu ya kushindana. Mungu hawezi kukupa nguvu usizozitumia. Kwa kama una mahitaji yoyote ya kiroho, lazima utiwe nguvu kupitia neno. Kwa Mkristo anapolipuuza neno kuhusu tatizo lake, hawezi kushinda. Bahati mbaya wengi mmeelekeza kutafuta ushindi kwenye vitu baada ya kutafuta ushindi kwenye neno. Neno limebeba nguvu. Neno linaloletwa kwako kwenye shida yako. Waebrania 11:11. Neno lilipoletwa kwa Sara, mama aliyekuwa tasa miaka na miaka, alipoliamini lile neno likampa uwezo wa kubeba mimba. Kwa hiyo ndani ya neno kuna nguvu wezeshi inayomfanya aliyelisikia neno tokea kwenye msalaba apokee nguvu wezeshi za kumfanya ashinde na zaidi ya kushinda. Kwa hiyo ukilipuuza neno lililoko msalabani, hutapata ushindi wa msalaba. Neno wezeshi linalokuwezesha kushinda liko msalabani. Ndio maana Yesu akasema mtu yoyote mwenye shida, mtu yoyote mwenye taabu, ajitwike msalaba wake aje anifate. Wapi? Msalabani. Kwa tunapokwenda msalabani, tunakwenda na misalaba yetu, tunaitua, tunabeba msalaba wa Bwana. Kwa usipouendea msalaba, hutapata vilivyoko msalabani. Baraka za msalaba zinapatikana msalabani. Moja wapo ya baraka za msalaba, anasema akusamee maovu yako yote. Hausamehewi ukiwa chumbani, unasamehewa ukiwa msalabani. Kuendea msalaba, kutubu. Hiyo ni Zaburi 103 mstari wa 3. Akusamee maovu yako yote. Tunapokea masamaha ya dhambi tokea msalabani. Ndivyo tulivyosoma Wakolosai 1:13-14. Kuna msamaha pale. Tunapokea ukombozi uliobeba msamaha. Tunapokea ukombozi uliobeba uponyaji. Zaburi 103 mstari wa 3 hadi wa 5. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Wakati gani? Wakati wa ukombozi wa msalaba. Kwa hiyo hakuna uponyaji ambao utaupokea bila msalaba. Anasema mimi ni Mungu nikuponyaye. Wapi? Akiwa msalabani. Ndipo Yesu anapotangaza ukombozi dhidi ya magonjwa, sawa sawa na Isaya 53 mstari wa 4 na 5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, hakika amechukua huzuni zetu, hakika amechukua magonjwa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa Yesu wakati anapigwa, yanapigwa magonjwa, ili wewe uliyetupiwa magonjwa, uliyepigwa na magonjwa yako yamesulubiwa pamoja na Bwana, lione neno la uponyaji likiwa msalabani. Kwa hiyo anasema akomboa uhai wako na kaburi. Ndivyo tulivyosoma Warumi 8:37-39. Anataja mauti, kwamba mauti inabatilishwa pale msalabani. Ndivyo anavyosema Hosea 13:14. Nitakukomboa na nguvu za kaburi, nitakukomboa na nguvu za mauti. Wakati watu wanasema ufe, nenda msalabani. Niko neno linasema hautakufa bali utaishi. Ni lazima ulione kwenye msalaba, sio kwenye mtaa. Bila msalaba utakufa, lakini kwa sababu ya msalaba kuna sadaka. Hata wangetambika, hata wangetoa kafara, hata wangechinja, hata wangemwaga damu, wewe una dhamana ya udhamini wa Yesu Kristo, hautakufa. Waebrania 7:22. Yeye ndiye mdhamini wa agano letu.
Anatudhamini katika kipi? Kimoja wapo, usife. Kwa ni lazima usaini mkataba wa kudhaminiwa. Kuokoka ni lazima, kuokoka ni kusaini mkataba. Unapomwendea Yesu ukasema naokoka, unasaini mkataba kwamba wewe ndiye mdhamini wangu. Wenye kiburi wasinitese, wachawi wasinitese, waganga wasinitese, wapiga ramli wasinitese. Zaburi 119 mstari wa 122 anasema, Bwana uwe mdhamini wa mtumishi wako, wenye kiburi wasimshinde. Kwa hiyo mama, baba, kuna wenye kiburi, watakwambia utaona, watakwambia tutakuonyesha, wanakwambia tutakomesha. Hicho ni kiburi. Panapokufanyia kiburi, wewe nenda kwa msalaba wa Bwana, mwambie Bwana, wako kwenye kiburi kazini, wapo kwenye kiburi nyumbani, wapo kwenye kiburi kwenye ukoo, Mungu wasinishinde. Kwa kama Bwana amekudhamini, wewe wasiwasi wako ni nini? Mpaka ununue maji, mpaka ununue mafuta ya kudhamini. Kama damu ya Yesu inakudhamini, mafuta ya nini? Vitambaa vya nini? Chumvi ya nini? Picha ya mchungaji Katunzi ya nini? Tunayo zamana ya damu ya mwana kondoo. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo ni Ufunuo 12:11. Maji ya nini, my friend? Leo Wakristo mnajitia chini ya vitu, mtaumia. Bwana anasema Ezekiel 13:20, yuko kinyume na irizi zenu ambazo mnazivaa kutafuta protection. Mungu ni roho. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu, wasubiri wapokee nguvu kutoka juu. Hiyo Matendo ya Mitume 1:8, mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Leo tunaacha nguvu za Roho Mtakatifu, nabeba nguvu za maji. Leo naacha nguvu za Roho Mtakatifu, nabeba nguvu ya chumvi. Huu ni wakati wa kanisa kurudi kwenye msingi wake. Anasema katika mambo yote tunashinda. Shida umekataa ushindi, kushindana. Ushindi wa mezani, nunua chumvi. Ushindi wa mezani, nunua sukari. Ushindi wa mezani, nunua maji. Unataka ushindi wa mezani, umwage maji pale bila kuomba. Namwaga maji, nazungushia damu ya Yesu. Damu ya Yesu haikumwagika bila beto. Alipigana ndipo akamwaga damu. Huwezi kaitumia damu ya Yesu kiorera. Inatumika kama silaha ya vita wakati wa vita. Kwa kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, ni lazima mrudi kwenye neno la uzima. Msalaba wa Bwana ni madhabahu. Msalaba unanena mema. Kuna mema kwenye msalaba, utayaona. Kitabu cha Mithali 8:17 mpaka ule mstari wa 21. Mithali mstari 17 hadi 21. Bwana anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kwa hiyo hakuna atakayemuona Mungu asipomtafuta. Ukilala warazwa, ukimtafuta Bwana anaonekana. Kwa wale ambao mnararara, mmeua maombi, mmeua ibada, warazwa. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Natembea katika njia ya haki, katika mapito ya zamani, ili niwarisishe mali wale wanipendao, nizijaze hazina zao, niyabariki maisha yao. Yeremia 33:3, Bwana anasema niite nami nitakuitikia. Umemuita lini Mungu? Kwenye msalaba kuna wito. Wito wa ukombozi, wito wa uponyaji, wito wa ushindi wako upo kwenye msalaba. Ni lazima uone neno kwenye msalaba. Unataka kushinda, shindana. Vita si yako, ni ya Bwana. Ingia uwanjani. Ukiwa na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, utashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nimesema msalaba ni vita vya kisadaka kimadhabahu. Tunapambana na nini? Tunapambana na madhabahu zenye neno la kabila, zenye neno la ukoo, zenye neno la familia, zenye neno la taifa. Kwenye madhabahu za kwenu kuna neno.
Utazaa mtoto, atakwambia mlete, usipomleta atakuwa hivi. Ni neno la kimadhabahu. Lazima usikilize wanachokisema. Hili kama unakipinga, kipinge tokea kwenye neno la msalaba. Watakwambia leta kitovu cha mtoto nyumbani, waulize ni cha nini, watakupa na maelezo. Na wewe nenda kwenye msalaba, kwamba sisi hatulindwi na kupeleka vitovu kwa mabibi na mababu. Tunalindwa na nguvu za Mungu sizo za kawaida, ambazo tunazipokea kwa imani kupitia msalaba wa Yesu. Kwa hiyo utakachokifanya, unampeleka mtoto wako msalabani, unadai ulinzi. Unadai ulinzi zidi ya ulinzi wa mizimu ya mababu na mabibi. Unamleta wako huku alindwe na nguvu zisizo za kawaida. Hasa mwingine anasema washindwe na walegee, hata huko wamlete. Huwezi kuwalegeza kwa maneno ya kwenye kanga. Madhabahu, andika, inapigana na madhabahu. Ukitaka kushinda vita vya kisadaka, jambo la kwanza uwe na madhabahu inayokupigania. Hakuna mtu yeyote kwenye Biblia aliyeshinda pasipokuwa na madhabahu. Kasome habari za Ibrahim, baba yetu wa imani. Kitabu cha Mwanzo 12, alipotoka Uru wa Kalidayo, alipofika katika nchi ya Kanani, akajenga madhabahu. Akaanza kuliitia jina la Bwana. Nenda kwa habari ya Nuhu, Mwanzo 8. Alipotoka ndani ya safina, hakuanza kulima, hakuanza kufuga, alianza kujenga madhabahu. Anajenga madhabahu ya Bwana. Nende Wafalme wa kwanza 18. Elia hakuanza kupambana na miungu ya bahari na miungu ya bahari, alianza kujenga madhabahu ili apambane na miungu ya bahari. Na Yesu hakuanza kutukomboa, alianza kujenga madhabahu inaitwa msalaba, ndipo tukapokea ukombozi. Kwa wengine hawaelewi ukombozi umeanzia lini. Agano Jipya linaanzia msalabani. Baada ya damu kumwagika, anasema hii ndiyo damu ya agano. Kwa Agano Jipya alianza Yesu alipozaliwa. Hiyo ni maandalizi. Siku amemwaga damu, Biblia inasema mbingu zikawa na giza. Maana yake mchana ukageuka kwa usiku. Miamba ikapasuka, nchi ikatetemeka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili ya watakatifu waliolala. Yesu anapokwenda paradiso, mlango ameufungua aende nao. Kwa watakatifu wote waliokufa kabla ya msalaba walikwenda eneo moja linaitwa Shihori. Ukisoma Biblia ili uelewe, mtafute maskini Lazaro na yule tajiri na Ibrahimu. Utaona hapa alipokuwa Ibrahimu ndipo maskini Lazaro alikuwepo. Katikati yao kulikuwepo na nini? Na shimo. Na upande huu ndiko tajiri alikuwepo. Kwa hiyo upande huu unaitwa Shihori, upande huu unaitwa Heri. Kuzimu na eneo la watakatifu linaitwa Shihori. Kwa baada ya Yesu kufa, sadaka ikatolewa, lango la mbingu likafunguka. Waliokuwa wote Shihori wakapaa kwenda kwa Baba pamoja na sadaka ya Pasaka inaitwa Yesu Kristo. Kwa ukisoma haraka unaweza kuona Ibrahim alikuwa mbinguni. Hapana. Lango la mbingu limefunguliwa na Kristo mwenyewe. Kwa sababu ilibidi agano lifanyike kwa ajili ya wanadamu wote na Ibrahimu akiwemo. Ndio maana ukienda Yohana sura ya 8, Yesu anawaambia kabla Ibrahim hajakuwepo na alikuwepo, akaokota mawe kumkunguta. Wanamwambia ni mtoto mdogo umezaliwa jana, unaongeaje habari za Ibrahim kwamba ulikuwepo? Akawaambia mimi ndimi niko ambaye niko. Alikuwepo, yupo na atakuwepo. Kwa hiyo wana wa Mungu, ninapokufundisha maneno machache haya, nataka leo uone msalaba kuwa ni sadaka au ni vita vya kisadaka kimadhabahu. Ili unapopambana usipuyange. Lazima uwe na neno linalotoka kwenye msalaba. Ndio maana ukienda Ufunuo 12:11 anasema nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kwa neno linashuhudia ushindi. Neno linashuhudia uponyaji.
Neno linashuhudia baraka za Mungu kwenye msalaba, ndani ya damu. Nasema twende Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hawa wanaoshindana walikuwa na neno linalobeba kesho yao. Wamelipata wapi? Msalabani. Kwa hiyo wana wa Mungu, mimi nakufundisha, lengo utumie msalaba, sio kama mti, kama silaha ya kiroho. Uangalie msalaba kwa macho hayo, ili uone Mungu alikusudia nini kwenye msalaba. Tunapoona magonjwa, tuyapeleke msalabani. Shida na tabu zako, peleka msalabani. Mambo 5 ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tumia msalaba kama silaha ya kufanya vita vya kisadaka kwenye eneo lako la kiuchumi. Wewe ni mfanya biashara, wewe ni mkulima, wewe ni mjasiriamali, usiende sokoni bila kufanya vita vya kisadaka ili kulikamata soko, kwa sababu soko lipo kiroho kabla ya kuwepo kimwili. Ili uweze kuuza ama kununua, ni lazima ufanye vita vya kisadaka kutumia msalaba. Pale Kalvari ilikuwepo misalaba 3. Msalaba unaookoa unaitwa msalaba wa Yesu Kristo. Tofauti ya misalaba sio ilivyochongwa. Tofauti ya misalaba sio aina ya mti. Tofauti ya msalaba ni sadaka iliyoko msalabani. Pale Kalvari ilikuwepo misalaba 3, yote ilibeba sadaka. Waliwatoa wale kama walaaniwa, na Yesu akiwemo. Kwa kuna msalaba ulibeba mwizi, kuna msalaba ulibeba mnyang'anyi, na kuna msalaba ulimbeba Yesu Kristo aliyejifanya ni mfalme wa Wayahudi. Lakini msalaba unaookoa ni ule uliobeba sadaka inaitwa Pasaka. wa Korinto wa kwanza 5:7. Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yaani Yesu Kristo. Wakati Yesu anawekwa msalabani, hiyo ndiye inayoleta tofauti ya A, B na C. Kwa tunapoenda sokoni, kuna duka lako, kuna duka la yule, na kuna duka la yule. Tunapoenda kwenye biashara, kuna biashara yako, kuna biashara yao, na kuna biashara ya yule. Zaburi 20:7-8. Hawa wanataja magari kwenye biashara yao, hawa wanataja irizi kwenye biashara yao, hawa wanataja miungu kwenye biashara yao. Sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinuka na kuanguka, sisi tunainuka na kusonga mbele. Kwa tofauti yao na wao sio bidhaa mnazouza, sadaka inayobeba soko. Bidhaa zinaweza kufanana, maduka yanaweza kufanana, makanisa yanaweza kufanana. Kinachotofautisha kanisa A na kanisa B, sadaka iliyotolewa kubeba lile sadaka. Ndio maana kanisa la Efeso ni tofauti na kanisa la Simina, na kanisa la Simina ni tofauti na kanisa la Sadi, kanisa la Sadi tofauti na kanisa la Thiatira. Kila kanisa lina malaika wake. Kwa tofauti iliyopo sasa, usiendeshe biashara kama mtu yule anavyoendesha biashara yake. Endesha biashara yako tokea msalabani. Wenzako wana siri zao. Ukienda Ufunuo 18 mstari wa 1 hadi wa 3, anasema na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali, wamepata utajiri kwa nguvu za kishetani. Wanafanya biashara, nyuma yao kuna vibuyu pacha pacha pu. Na wewe unaingia pale, huna lolote la maana, huna msalaba, huna damu ya Yesu, huna sadaka, wafa.
Ndio utasikia mtu sasa analalamika, mchungaji, mimi nimeokoka lakini hakuna ninachofanya, hakuna kinachoendelea. Ukimuuliza unafanya biashara kwa kanuni gani, anaangalia mbinguni, anaangalia duniani. Tumia kanuni kutafuta ushindi. Hakuna mtu atakwenda sokoni kufanya biashara kwa sababu ni Mkristo. Nenda sokoni kwa kanuni, bila kwenda na msalaba na neno la msalaba, umekwisha. Ndio maana nimekufundisha msalaba wa Yesu unabeba kila kitu, hata biashara. Mchungaji, imeandikwa wapi? Wakorintho wa pili 8:9. Biblia inasema, kwa maana mmejua, haleluya, jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanyika maskini kwa ajili yetu ili sisi tuwe matajiri. Kafanyika maskini lini? Msalabani. Kwa msalaba umebeba kitu cha uchumi. Msalaba umebeba afya yako. Msalaba umebeba kesho yako. Msalaba umebeba maisha yako ya leo na ya kesho. Chochote unachotaka akiko kwa katunzi kiko msalabani. Lakini katunzi bila neno la msalaba si chochote, si lolote. Paulo anasema siwezi kujivuna, bali fahari yangu ama kujivuna kwangu ni juu ya msalaba wa Yesu Kristo. Jambo la pili, weka sadaka msalabani kama madhabahu yako, ili ile sadaka ikupe sauti ya msalaba kwenye biashara. Ile sadaka ikupe sauti kwenye biashara, ili unachouza kiuzike, unachonunua kinunuliwe. Mfumo wa kununua na kuuza ni wa kiroho kabla ya kuwa wa kimwili. Unaweza ukawa na biashara haitoki. Unaweza ukawa na cha kuuza hakuna anayenunua. Ufunuo 18:11 anasema, na wafanya biashara wanaomboleza. Wafanya biashara wanalia. Wanalia wafanya biashara, wanaomboleza wafanya biashara, kwa sababu hakuna mtu anayenunua bidhaa zao. Wewe ni shahidi, unauza sasa hivi, uko sokoni unauza, uko dukani unauza. Kama hauzi, chukua kanuni hii. Peleka biashara yako mbele za Bwana kisadaka. Weka sadaka kwa ajili ya biashara. Unauambia msalaba uletao utajiri ndio wa kwangu mie. Unaiombea biashara kwa kuweka sadaka kwenye msalaba wa Yesu Kristo ili ikupe sauti. Waebrania 11:4, kwa imani Habili alimtolea Mungu sadaka, ingawa amekufa, bado sadaka zake zikingari zikinena. Kwa sababu gani? Bwana amezishuhudia sadaka zake. Kwa sadaka zinashuhudiwa. Ukizipeleka mbele za Mungu zinabeba ushuhuda. Manake zinasema, zinaongea sababu ya wewe kutoa hiyo sadaka. Kwa ni lazima kuwepo na sadaka. Zaburi 20:3-4, Bwana asikumbuke sadaka zako, Bwana asitakabali dhabihu zako, na Bwana akujalie haja ya moyo wako. Jambo la tatu, tumia msalaba kufungua njia. Tumia msalaba kufanya vita ya kufungua njia. Kuna madhabahu iko mbele yako imekufunga. Wanasema tunaweka sadaka hii, huyu mama asipite, huyu mama asijenge, huyu dada asiolewe, huyu nani asiinuke, kanisa lake lisiwepo. Tunaweka sadaka hii. Hiyo ni madhabahu inayokuzuia. Utaisoma hiyo madhabahu Hesabu 22. Baraki na Balaam walijenga madhabahu kuwazuia wana wa Israeli kimadhabahu. Lakini ukienda Kutoka 12, Musa na wana wa Israeli walijenga madhabahu ya kuwasaidia kwenye njia hiyo. Za hiyo madhabahu inaitwa Pasaka. Wanatoa Pasaka kufungua njia ya kutoka. Wameshatoka sasa Misri, wako njiani wanaelekea Kanani. Kuna mtu mwingine kaweka madhabahu, anawaambia muende, anaitwa Balaam. Wanaiona Kanani ile, wanaiona nchi ya ahadi ile. Katikati hapa kuna road block. Na road block imebeba madhabahu. Kasome Hesabu 23.
Balaam mganga wa kienyeji anamwambia Baraki mfalme wa Moabu, simama karibu na sadaka yako madhabahuni. Baba, mama, simama na sadaka yako madhabahuni. Wameweka sadaka kukuzuia, weka sadaka kuwapangua. Hawarogi bila kafara na hatuombi bila sadaka. Usahau hilo. Yesu ni sadaka ya ukombozi. Hatukombolewi bila sadaka. Ni lazima tujishikamanishe kwa Mungu kisadaka. Unaenda kwa Mungu na nyimbo, imba mwanangu. Lakini Mambo ya Nyakati 16:28-29 anasema leteni sadaka mje mbele zake. Nyimbo zina sehemu yake na sadaka ina sehemu yake, hasa tunapofanya vita vya sadaka. Kwa msalaba unabeba sadaka, na wanaoendea msalaba waende na sadaka kwa ajili ya kufungua njia. Kitabu cha Ezra 8:21-23. Nami nikaamuru watu kufunga pale penye mto Ahava, ili kujinyenyekeza kwa Mungu na kujitafutia njia kwake, njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu. Baba, mama, umeokoka wewe, pambana watoto wako waokoke na mali zako zikombolewe. Ukiona njia imefungwa, Yesu anasema mimi ni njia. Maana yake nenda msalabani, pale kuna njia. Kama uone lango, Yesu ni lango. Jambo la 4, tumia msalaba kufanya vita vya sadaka, ili kuweka ulinzi, protection. Unajiwekea ulinzi wewe, unawekea ulinzi watoto wako, unawekea ulinzi mali zako. Ulindwe. Unalindwa dhidi ya nini? Ya nguvu za giza. Zaburi 91 ule mstari wa 10 hadi wa 12. Mabaya hayatakupata wewe. Yaunganishe mabaya yote unayoyaogopa, hayatakupata. Bwana anasema nitakuagizia malaika. Watakuja malaika tokea msalabani, watakao kulinda, watakao kuzingira pande zote, usipatwe na mabaya. Kutoka 12:13 anasema nitakapoiona damu kwenye miimo ya milango ya nyumba zenu, kwenye madirisha ya nyumba zenu, anasema ile mauti haitaingia humo ndani kuharibu. Kwa damu ile waliweka kwenye milango, waliweka na kwenye madirisha, kwenye nyumba zao walizokuwa wanakaa, ishara ya ulinzi. Kwamba baba, mama, kama kuna mlango waliufungua kupitisha mabaya, peleka damu ya Yesu pale kwenye mlango unaitwa kabila. Unaweka damu kuzuia. Kwa mauti ilikuja, ilipokuta damu haikuingia. Si kwamba mauti haikuwepo. Mauti ilikuja, ilipokuta damu kwenye dirisha haikuingia. Kwa na wewe kinachoangaliwa kwako ni damu ya Yesu iko wapi? Kama damu ya Yesu ni wimbo tu, utaimbishwa. Lakini kama damu ya Yesu ni silaha, utashinda. Kwa tofauti ya Mkristo na Mkristo ni matumizi ya damu ya Yesu. Kuna wengine wanailinganisha na damu ya mbuzi tu. Lakini damu hii ni sadaka, iliyowekwa mlangoni, iliyowekwa kwenye dirisha, ili mabaya yarukayo usiku, yarukayo mchana hayaingii kwako. Kwa nini? Umelindwa. Sasa mwana wa Mungu, tumia damu kuhakikisha kwamba ulinzi upo. Lakini wengi wenu hamuitumii kwa sababu haijafundishwa, zaidi ya kwamba mmefundishwa wakati wa kula mwili wa Bwana. Lakini damu iwepo kwenye maombi yako. Unapoombea mtoto, unapoombea familia yako, unapoombea mali zako, apply damu. Kibwagizo ni damu inatumika. Ya mwisho, ya 5, itumie damu ya Yesu kunena mema, kama sadaka inayonena mema kwako. Inene mema kwako. Ni sadaka inayonena. Mwambie Mungu, damu yako inene mema dhidi ya damu nyingine zinazomwagwa usiku na mchana. Damu inayonena mema kuliko damu ya Habili ni damu ya mwana kondoo. Kama Mungu anasema inanena, uona itumiaje? Ukinyamaza haineni, ukisema inene inanena. Tunaanza na Waebrania 11:28.
Anasema kwa imani akafanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Walifanya Pasaka kunyunyiza damu ili yule mwenye kuangamiza ili asiangamize. Waebrania 12:24 anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Abili. Waebrania 11:28 anaongelea kunyunyiza. Waebrania 12:24 anaongelea kunyunyiza. Badala ya kunyunyiza maji, nyunyiza damu ya Yesu. Badala ya kunyunyizia chumvi, nyunyizia damu ya Yesu. Hii damu matumizi yake eneo hilo ni ya kunyunyiza. Walinyunyizia kwenye milango, walinyunyizia kwenye madirisha. Ndio maana watu naomba wakati mwingine unaweka mikono kwenye mlango, unaweka mikono kwenye madirisha, unaweka mikono kwa watu, unanyunyizia damu. Kama kuna wengine wamenyunyizia vya kunyunyizia, unavifuta vinyunyizio kwa damu ya Yesu Kristo. Unamwambia Bwana, nafuta manyunyizo yaliyobeba manuizo kwa damu yako, nanyunyiza damu yako. Ukisha nyunyiza damu, nena mema. Sasa wengine anasema nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nanyunyiza damu, nanyunyiza damu, nanyunyiza damu juu ya madhabahu, nanyunyiza damu kwenye duka langu, nanyunyiza damu kwenye ndoa yangu, nanyunyiza damu kwenye kitanda. Alafu asemi, wengi mnaomba nilivyoomba hapa. Unaponyunyiza damu, unaituma damu iseme nini? Sijui kama unaelewa. Wapendwa, tunaomba upande mmoja, upande wa pili hatuombi. Yaani sisi ni watu wa kupigana, sio watu wa kuweka vitu. Kasikilize wanavyoomba wapendwa. Nanyunyiza damu Yesu, na kuziba shetani, na kuziba mchawi, na kuziba mganga. Haya, umeshamziba, unazibua nini sasa? Isaya 22:22 anasema kanuni ni kufunga na kufungua. Ukivifunga, fungulia unavyotaka. Kwa damu ya kunyunyiza inanena mema katika yale unayoyanena wakati wa kunyunyiza. Saa ya kunyunyiza usemi chochote, na kama unasema ni bahati mbaya, lakini kwenye kukemea upande ule ukaba shetani, mwanangu, unapiga misamiati yote. Kuna watu wengi hapa hamjajinenea mema, ndio maana mko hivyo mlivyo. Huwezi kushinda kwa kumfunga shetani pasipo kufungulia ushindi. Hebu inua mikono yako, tulia. Inua mikono yako juu. Yeyote aliyefungwa na madhabahu, Bwana anafanya vita na madhabahu za ukoo. Yeyote aliyewekwa chini ya madhabahu za mizimu, yeyote aliyeandikiwa kufa kwenye madhabahu, waliandika maisha yako, waliandika kesho yako, waliandika uchumi wako, waliandika watoto wako, waliandika ndoa yako, wakaiweka chini ya madhabahu. Walisema ufe, leo nasemesha madhabahu. Wewe madhabahu uliyebeba mauti, kwenye ukoo wao wanazika, kwenye ukoo wao wanakufa, kwenye ukoo wao hawainuki. Na piga uchawi, unayekaa kwenye mgongo, piga kelele Lucifer, piga kelele jini, wewe kuachie. Tunafuta, futa maneno, futa maneno. Inua mikono, futa, omba kwa imani. Tunavunja madhabahu, piga madhabahu zao, piga uganga wao, piga uchawi wao. Hiyo madhabahu ya mababu, hiyo madhabahu ya mabibi, anza kuifuta. Omba kwa imani, piga kelele, usiache, futa kwa nguvu. Hiyo ni madhabahu, leo inafutwa. Inua mikono, kabila, tamka ukoo, tamka familia, tamka sasa. Inua mikono, tamka. Mtazamaji, kwa muda wote ulikuwa unatazama kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kilicholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa Channel 10. Mtazamaji, acha nikupe ratiba za ibada. Ni kila Jumamosi saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Na Jumapili
Ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi, utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Inawezekana, yote Bwana